Kisha moto katika yale madhabahu ya Mungu. Akachukua ng'ombe mkubwa wa miaka 7 yule wa baba yake mkubwa kabisa. Akaweza kutoa kama kafara katika ile madhabahu. Na zile kuni za shetani, za madhabahu ya kishetani, hizo ndizo aliweza kutumia. Kuweza kuwakisha moto na kuweza kuchoma nyama ya Mungu, kutolea Mungu dhabihu ambaye iliweza kumpendeza. Na baada ya hapo Gideoni aliweza kuwa mtu mkubwa ambaye aliweza kupigania wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Wamidiani na Waamaleki ambao walikuwa wamewanyanyasa kwa muda wa miaka 7. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo haijalishi umekaa miaka ngapi. Hao walikuwa wamekaa miaka 7 katika utumwa. Hali ya kuhangaishwa, wakikimbia, wamejificha kwenye mapango. Walikuwa wanajificha kwa kama caves, wamesitu, wamechimbua mashimo, wanaingia ndani. Kwa sababu adui wanakuja, wanavuna mahindi yote, ngano yote, wanabeba wanyama wote, wanaenda na kila kitu, wanachukua watu, wanaenda kuwa mateka. Lakini baada ya miaka 7, baada ya Gideoni kuvunja madhabahu ya baba yake ambaye ilikuwa ni miungu za bahari, miungu za kigeni, na akamjengea Mungu madhabahu mazuri na akatoa kafara juu yake. Hiyo kafara iliweza kunena mema. Ilifanya madhabahu ya Mungu ipate nguvu, na Mungu akapata meza ya kukanyaga juu yake ili akaweza kuwapigania kwa mkono wa Gideoni. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mimi na wewe siku ya leo tuko mahali hapa na tuko na madhabahu ambayo inafaa kutupigania. Ukiwa na kafara yako, ukiwa na sadaka yako, ukiwa na fungu la 10 ama sadaka yako ya upendo ama ya kushukuru, ukiekelea mahali hapa, hii madhabahu ndiyo itakupigania. Hii ndiyo itafukuza magonjwa kwako. Hii ndiyo itafukuza umasikini kwako. Hii ndiyo itafukuza laana kwako. Hii ndiyo itavunja bondages zote na utumwa yote ambayo inafanya kazi katika maisha yako kwa kinyume ya mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Madhabahu iko na nguvu sana. Bora uhakikisha umevunja madhabahu ya giza na umeweza kumuinulia Mungu madhabahu safi na takatifu, na ukaweza kutia kafara juu yake. Kafara ndio inafanya madhabahu ikupiganie, ndio ina activate. Jinsi Abel aliwekelea kafara yake juu ya madhabahu, madhabahu ikampigania hadi ndugu yake kamwonea wivu na kumwangamiza. Hiyo kafara ilinena mambo mema hata mpaka saa hizi bado tunaikumbuka. Na sasa damu ya Yesu ndiyo kafara iliyofanyika ambayo inanena mambo mema juu ya maisha yetu. Haijalishi shetani wametoa kafara ngapi juu ya maisha yako ili usifanikiwe. Labda watu wameenda kwa waganga na wachawi kutoa kafara ili usiweze kufanikiwa. Siku ya leo damu ya Yesu inatushindania. Siku ya leo damu ya Yesu inatupigania. Siku ya leo damu ya Yesu ndiyo ushindi wetu. Hiyo ndio alama yetu na muhuri yetu ya kwamba sisi ni washindi. Bwana asifiwe sana. Amen. Sisi ni washindi zaidi ya washindi. Sisi tunasonga mbele na sisi ni vichwa na wala si mkia. Sisi ndio tutakopesha mataifa na wala hatutakopa katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu. Mwambie tu Bwana akaweza kutimiza haya mambo, ya kwamba akupe hiyo nguvu ya kinabii ambayo ametangaza juu ya maisha yako, ili ukaweza kung'oa, kubomoa, kuharibu na kuangamiza, ili ukaweza kupanda na kujenga madhabahu ya Mwenyezi Mungu ambaye ni mazuri na matakatifu. Fungua tu kinywa chako ukaweza kwenda mbele za Bwana. Ambia Bwana akutumie. Ambia Bwana akutumie kulingana na wito ile ambaye aliweza kukuitia. Labda alikuita wewe ukiwa mwimbaji, ama alikuita wewe ukiwa mhubiri, ama ukiwa mwinjilisti, ama ukiwa mwalimu, ama ukiwa nabii, ama ukiwa mwombezi. Katika hiyo ofisi ambayo Mungu alikuita ndani yake, hiyo ofisi ndio Mungu atatumia kuweza kukuinua. Mungu atainua maisha yako na kuyabadilisha. Ni kwa sababu utaweza kuwa mtiifu na kutumikia Mungu kupitia ile laini ambayo umeweza kuitiwa nayo. Ukaweza kunyenyekea kwa Mungu, ukaweza kumuita Mungu, ukaweza kumwamini Mungu, naye ataweza kutenda mambo makubwa na mambo makubwa. Fungua kinywa chako tu ukamshukuru Bwana kwa sababu ya yale ametenda, na ukaweza kumwambia Bwana akazidi kutenda mambo makubwa ambayo ameahidi kufanya ndani ya maisha yako katika jina la Yesu, na ya kwamba hakuna uovu utakao faulu juu ya maisha yako. Ukatangaze ukombozi katika huu mji, ukatangaze ukombozi katika nchi yetu ya Kenya, ukatangaze ya kwamba kutakuwa na amani katika nchi yetu, ukabomoe kila madhabahu ya giza, ukang'oe kila uovu wote, ukaharibu kila maashara zote, madhabahu yote inayofanya kazi kinyume chako katika jina la Yesu. Labda iko katika kwenu kwa maneno ambayo ni madhabahu si ya kumtukuza Mungu,
ukaweza kujitenganisha nayo katika jina la Yesu, na ukaweza kujiunganisha na madhabahu ya Mungu, ukajiunganisha na haya madhabahu, ukajiunganisha na damu ya Yesu, ukajiunganisha na jina la Yesu, ili ukaweza kukombolewa, ili ukaweza kufunguliwa, ili ukaweza kubarikiwa, ili ukaweza kuinuliwa, ili ukaweza kukumbukwa na Mungu, ukaende katika viwango vingine katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo Bwana, tuko mbele zako asubuhi ya leo Mfalme. Tunatambua neema yako Bwana juu yetu. Tunatambua uwezo wako juu yetu Bwana. Tunatambua kibali chako juu ya maisha yetu. Tunatambua Bwana Jehova nguvu za kung'oa na kubomoa na kuangamiza na kuharibu Jehova, katika jina la Yesu, ya kwamba umetuweka mataifa, umetufanya kuwa manabii juu ya mafalme na juu ya mataifa Bwana, katika jina la Yesu, ili tukaweze kujenga madhabahu mazuri na kuweza kupanda mbegu ambayo ni nzuri katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tunaomba ukaweza kututumia Bwana, tunaomba ukaweza kututumia Mfalme, ukaweza kututumia maifadha katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Bwana, ukaweza kutuinua maifadha, ukatupiganie Jehova, ukatupiganie maifadha, ukatupigania Bwana Yesu, ukatupigania Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina kuu la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Tunakuita siku ya leo Bwana, katika haya madhabahu ukaweze kuonekana katikati yetu Jehova maifadha. Kama kuna yeyote aliye mgonjwa kati yetu, kuna yeyote akihisi vizuri, kuna yeyote aliye dhaifu ndani yetu, ukaweza kumponya katika jina la Yesu. Achilia nguvu zako za uponyaji Bwana Yesu, achilia nguvu zako za msamaha Bwana Yesu, achilia nguvu zako za kutakasika ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu. Achilia kufunguliwa kwako Bwana ndani ya maisha yetu, na madhabahu yote inanena kinyume na mafanikio yetu na uzima wetu tunayanyamazisha katika jina la Yesu, kupitia damu ya Yesu iliyomwagika. Hiyo damu inatushindania, inatunenea mambo mema juu ya maisha yetu kuliko hata sadaka ya Habili, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mwenyezi Mungu anatupigania, Mwenyezi Mungu anatupenda, Mwenyezi Mungu anatujali, Mwenyezi Mungu anatuonea mambo mema, anatutumia ya kwamba sisi ni watumishi wake, ya kwamba ataweza kutuonyesha mambo makubwa na makuu, ataweza kutuongoza Bwana na kutufikisha katika hatima zetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi milima na mabonde, haijalishi misukosuko, haijalishi ni ajali gani zinatokea, haijalishi ni mambo mangapi yanatokea, lazima tutaweza kufika ng'ambo ya pili tukiwa salama katika jina la Yesu, maana ni Mungu amekusudia hayo ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunanena uzima ndani ya watoto wetu, tunanena uzima ndani ya jamii zetu, tunanena uzima katika ndoa zetu, tunanena uzima katika madhabahu haya, tunanena uzima katika washirika hawa, tunanena uzima ndani ya kila mmoja mahali hapa, tunanena uzima katika kazi ya mikono yetu, tunanena uzima katika biashara za mikono yetu, katika jina la Yesu. Tunanena uzima katika masomo ya watoto wetu, tunanena uzima katika mifupa ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo. Vyombo vyote tunavyotumia Bwana hapa chini ya jua, vyote tumenena uzima ndani yake, ya kwamba Bwana udongo utaweza kutukubali katika jina la Yesu, mali zikaweza kutukubali, utajiri ukaweza kutukubali. Tumekubali kutumikia Bwana pamoja na mali zetu. Usiache tukakutumikia Bwana katika hali ya umaskini, katika jina la Yesu Kristo. Na ujenzi wa hili kanisa Bwana, tunauombea Bwana, tunautia mikononi mwako, na kwamba kufanikisha shughuli zote hizo Bwana, kwa utukufu wa jina lako Bwana Yesu. Pokea sifa na utukufu Bwana, na ni katika jina kuu la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwombezi tumeomba na kushukuru. Amina. Asante sana. Barikiweni sana. Asante. Kanisa, Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wako na furaha siku ya leo?